Na mjambo mtazamaji wa Uzuri TV, na kukaribisha kwenye sehemu nyingine ya sports ama katika uchambuzi wa spoti. Show yenyewe ni Sports Tikitaka. Hii ni show ambayo huwa inaukujia kila siku ya wiki kuanzia saa 7 hadi saa 8. Hilo ni saa moja la uchambuzi wa soka. Mimi naitwa Nicholas Biwott na sipo peke yangu, niko na wenzangu hapa katika uchambuzi wa leo. Naomba tuweze kujitambulisha kuanzia upande ule. Kwa majina naitwa Jennifer Zilani. Na kama vile umesikia, hii ni Sports Tikitaka na mimi ni fan wa Chelsea. Okay. Mwenzangu. Majina ni Joshua Mwangangi, yule kasisi wa soka ambaye ukimpea sadaka hataweza kukataa. Sawa mwenzangu. Majina ni Daniel Michael. Mimi ni mchanganuzi wa soka, refa na mwanahabari katika kitengo cha spoti. Naam, basi wenzangu, naomba bila kupoteza wakati, naomba tuanze kuangazia KPL ama Kenya Premier League almaarufu. Na kuna matokeo kadhaa yaliweza kutokea weekendi. Maana tuliona Gor Mahia wakiweza kupoteza dhidi ya Murang'a Seals, FC Leopards wakiweza kushikwa sare na Wanaulinzi. Na baada ya hapo kuliweza kutokea tukio ambalo mafans ama wale mafans waliweza kuwapiga ama walitaka kuwapiga ama kuwadhuru wale wakufunzi. Na kulikuwa na mambo tofauti, watu walikuwa na maoni tofauti kuhusiana na tukio hilo. Sijui mnafikiria tatizo ni lipi? Ni wachezaji, ni mafans, ama tatizo ni management ya timu kwa yote? Tukianza na Nzila. Kulingana na mimi, naam, sioni kama wachezaji wako na shida yoyote. Nafikiri shida iko hapo kwa coach. Kwa coach. Bwana Joshua Kasisi. Shida ni usimamizi wa klabu. So unajua like kama klabu itaweza kupea kocha wale wachezaji bora, naam, timu itakuwa ikiweza kuandikisha matokeo mazuri. Lakini unapata kocha ndio hukuwa na ile ruhusa ama ile nafasi ya kuweza kuchagua wachezaji wake. Lakini tukumbuke pia, naam, usimamizi ndio anapeana hela za kununua hao. Kwa hivyo ni kocha akisema nataka huyu mchezaji na huyu na huyu, naam, akienda kwa usimamizi useme, naam, hatuna hizo hela, kama hatuna uwezo wa kununua hao wachezaji, naam, itakuwa ni kazi bure. Hivyo na hizi usimamizi ndio una tatizo. Yeah. Tatizo ni lipi? Masaibu ya Gor Mahia na FC Leopards, tatizo ni lipi bwana Daniel? Tatizo ni kwa wote, wachezaji na kocha. Kwa maana ukiangalia mashabiki pia wao wanajua kikosi ambacho kinafaa kucheza. Na mashabiki wa Gor Mahia na FC Leopards wanakuwa kama mashabiki sugu sana. Ukiangalia katika vile ambavyo wanacheza sasa hivi, ukiangalia Gor Mahia wameshikilia nafasi ya 11. Na sio jambo la tumezoea kuwa kileleni. Tumezoea kuwa nambari 1 wakiwa na FC Leopards kule juu. Lakini sasa kutazama kwamba kuna nafasi ya 11 waliweza kupigwa na Bandari 2-0 jana. Jambo ambalo halitokeangi, si jambo la kawaida. Ndio maana mashabiki waliweza kuleta vurugu. Wakasema kama wachezaji hawataki kucheza, waondoke waende. Hii Gor si yao. Hii Gor waliipata. Na pia kochari kama hizi chezesha ile kikosi ambacho kinatakikana, pia yeye aende. Na pia ukuwa kwenye swala hilo bwana Daniel, kumekuwa na swala la ukabila katika kuchagua kikosi cha Harambee Stars. Ndiyo. Na kumekuwa na maoni tofauti, maana watu wanasema, maana ukilinganisha sasa hivi na miaka ya awali, utapata kwamba miaka ya awali mafans walikuwa wakijaza uwanja wakati timu ya taifa ilikuwa ikicheza. Lakini sasa hizi ni tofauti sana. Utapata kwamba mafans hawaji kabisa, ama wakija ni wachache sana kutazama timu ya taifa. Na kumekuwa na watu wengine wakisema kwamba ukiangalia kikosi cha saizi cha Harambee Stars na cha kitambo, utapata kwamba kitambo kulikuwa na ule utangamano. Ukipata kwamba kuna kabila ile ambao wameweza kushirikishwa katika timu ya Harambee Stars. Lakini sasa hizi ukiangalia karibu kikosi kizima kinatoka katika sehemu moja. Hivi unafikiria hilo ukabila bado ni jambo ambalo linachangia? Ndio, linachangia. Naam. Kwa maana ukiangalia kikosi cha Harambee Stars kwamba limeweza kuegemea sana upande wa Western. Haswa Wajaluo. Naam. Ukiangalia kikosi cha Harambee Stars kina Wajaluo wengi. Na unajua wakati Wajaluo ndio wanacheza pale ndani wengi, mashabiki watakuwa Wajaluo. Ndio maana unapata mashabiki wengi, michezo za shule ndio zimejaa mashabiki kuliko michezo za kitaifa.
Na ukiangalia pia ile ya under 20 kidogo kikosi imeweza kubalance kidogo. Ndio maana unakuta inashabikiwa sana kuliko hiki cha Harambee Stars ya watu wazima. Kwa hivyo unakubaliana nami kwamba ukabila bado unachangia pakubwa sana. Naam, naomba tuweze kuvuka ng'ambo twende Europa. Na kumekuwa na UEFA Champions League ambazo zimekuwa zikichezwa hasa juzi na jana. Na jana kuna matokeo ambayo yametokea, naomba bwana Josh uweze kutupa matokeo ya jana. Naona mwelekezi wangu ameweza kunitumia matokeo. Jana kulikuwa na mechi mingi, lakini tutakuwa tukiangalia na mechi ambazo zilikuwa na shabiki mkubwa. Mechi ya kati ya PSG ka Paris Saint-Germain na Atletico de Madrid. Hiyo mechi iliweza kutoka Paris Saint-Germain waliweza kupigwa mabao 2-1. Kuna mechi nyingine ile ambayo ilikuwa game kubwa sana. Inter wakicheza na Arsenal. Ambapo Arsenal wanasema siku ya nyani kufa kila miti tuteleza. Arsenal walipigwa mabao 1 ufe. Mechi nyingine ambayo iliangaliwa sana ilikuwa mechi ya Bayern na Benfica, ambapo Bayern waliweza kujikamana na kuwapiga Benfica bao 1 ufe. Naam. Hizo ndio mechi za jana. Kwa hivyo Arsenal walipoteza. Walipigwa. Kama anasema ni kama huyu nyani miti imeanza kuteleza. Kuna rafiki wangu mmoja wa pale Radio Jambo anaitwa Gidi, ambapo timu zikipoteza dhidi ya Arsenal huwa anazibia wimbo fulani. Kwa hivyo leo hii naomba nikuibie bwana Gidi ile wimbo ambao unasema Kasongo yeye Mumbai nanga. Kwa hivyo siku yako imefika leo hii. Naam, masaibu ya Arsenal. Hii ni mechi ya 3 mfululizo wakipoteza. Hivi masaibu yao unafikiri inasababishwa na nini na nini? Tafadhali naomba tuanze na mwanadada. Hivi unafikiri masaibu ya Arsenal yanasababishwa nini? Ni wachezaji labda wamezembea ama wamechoka sana, ama unafikiri labda kuna tatizo pale kwenye ukufunzi? Pengine ni kitu naweza sema pengine Arsenal wa check on the coach. Okay, labda mkufunzi ndio kuna tatizo katika ukufunzi. Naam, bwana Joshua Kasisi wa soka. Vile niweza kusema kama unyati tunamuita Arsenal ni kama siku yake ya kufa imeweza kupika, kwa sababu ameweza kupigwa mechi 4 mfululizo. Naam. Arsenal wana kikosi kizuri. Ukiangalia the quality of the players wako mzuri. Naam. Mimi sikubaliana na mwenzangu hapo kwa sababu coach ni huwa achezi. Player ndio wanacheza. Naam. Kwa hiyo Arsenal wachezaji wako na uchovu sana, kwa sababu Arsenal msimu uliopita walifanya usajili mmoja tu pekee. Tukiangalia Manchester United waliweza walifanya miwili tofauti. Kwa hivyo wachezaji wanaenda, unakuta mchezaji after weekend amecheza game wiki amecheza game 3. Kwa hivyo huyu mchezaji hataweza kuproduce ile quality. Kwa hivyo Arsenal uchovu mweza kule, lakini siku yao imefika. Kwa hivyo Arsenal tugoje tu wapigwe tena. Bwana Daniel, tunaweza kuhusisha masaibu ya Arsenal na kufutwa kwa director wao wa michezo bwana Edu? Sidhani. Kwa maana director si kochari. Na kocha ndio anapanga kikosi. Nikiletea swala hilo kwako nilikuwa namaanisha, maana ukiangalia huyu director Edu ni mtu ambaye amechangia sana katika usajili wa wachezaji nyota ikiwemo Bukayo Saka. Ndio. Labda wachezaji wanaadhiriwa kisaikolojia? Hapana, hawezi kuadhiriwa. Kwa maana hakuondoka kwa ubaya. Ingekuwa kwamba ameondoka akiwa na ubaya, upate kwamba ni wachezaji ama pale klabu imeweza kumkosea, basi pia wachezaji ambao wanajua pia ambaye Edu Gaspar ambaye aliweza kuondoka ni mtu tajika katika kile kikosi ambaye aliweza kuwasaidia wachezaji wengi kuongeza ile kandarasi yao. Unaona kwa sasa kama vile Arsenal wana masaibu. Tatizo hizi kwa kwamba ni ambaye aliweza kuondoka. Ni wachezaji ambao wanacheza mechi. Wamekuwa kicheza na ni kikosi ambacho kinajulikana. Wengi walikuwa na majeraha, lakini sasa majeraha yamepungua. Hatuwezi sema kwamba wako pabaya. Ni kile kikosi ambacho tumezoea, ambayo ilikuwa namba 2 ikatoka bado. Ni kikosi ambacho kimezoea mpira. Sasa pengine ni kubadili tu mchezo wao ambao sasa ule mchezo walikuwa wanacheza umeshasomwa tayari. Mpaka waweze kutafuta njia nyingine mpya, waweze kubadilisha ule mchezo tuache kuzoea. Naam. Naomba tuweze kuvuka katika EPL, naomba tuweze kuangazia English Premier League ambazo zitaweza kuchezwa weekend hii ijayo. Na Jennifer, sijui kama uko tayari na fixtures? Nipo tayari. Naomba utupe. Siku ya itakuwa Jumamosi. Itakuwa mechi kati ya Brentford na Bournemouth. Hapo tutajua kina nani wanaume. Na kuna bado hiyo siku ni Crystal Palace na Fulham. West Ham
na Everton, Wolves na Southampton, Brighton na Man City, Liverpool na Aston Villa. Na siku ya Jumapili itakuwa mechi kati ya Man United na Leicester City. Yaani wale wenye hujiita mashetani wekundu, Red Devils. Kwa siku ndo tutajua kama nyinyi ni Red Devils. Na kuna Nottingham Forest na Newcastle. Na Tottenham na Ipswich. Halafu sasa kuna hii ya the long awaited one. Chelsea vs Arsenal. Hiyo siku ndo tutajua kina nani wanaume. Naam, katika mechi hiyo ya Arsenal na Chelsea, naomba tuweze kuangazia mechi hiyo. Maana Arsenal anakuja kuwa na hasira sana ya kupoteza mechi 3 mfululizo. Naye Chelsea hana nyota wao amole kigogo wao ambaye ni Cole Palmer ambaye yuko na jeraha. Hivi unafikiria mechi hiyo itakuwaje tukianza nawe mwanadada wetu? Mimi Chelsea iko sawa. Iko sawa kabisa. Hata kama Palmer ako na injury. Tuko sawa. Utacheza mtu kitegemea. Ya lazima hao watu tuwapige. Nani atabeba kikosi? Tuko na Nicholas Jackson na pia tuko na Kaisendo pia hatujamsahau. Kwa hivyo okay. Bwana Joshua Kasisi wa soka. Hii ni mechi ambayo kulingana na mimi itakuwa mechi ambayo itakuwa ngumu sana. Sasa tunaangalia Chelsea ambao waliweza kutoka ndio na Manchester United. Tukiangalia hiyo mechi, Chelsea waliweza kucheza vizuri sana. Na pia tunaangalia Arsenal ambao wametoka kupigwa. Arsenal wanataka kujiridhisha. Bao sisi ni wale Arsenal wanataka kusema ile mduki yao risasi bado zipo. So hiyo mechi mimi na kwa niaba ya mwekezaji. Arsenal wako na uwezo mkubwa wa kushinda. Lakini ukiweka jiji bao zitaingia, lakini Arsenal watapiga kwa Chelsea. Watawapiga Chelsea. Hivi unabashiri mabao ngapi? 2-1. Yeah. Bwana Daniel kwako. Chelsea versus Arsenal bila Cole Palmer, Chelsea bila Cole Palmer. Mechi ni kubwa. Mechi kubwa sana. Na tukiangalia kwamba Chelsea wamekuwa na msimu mzuri wakiwa na Palmer. Wamekuwa na msimu mzuri wakiwa na Palmer kwenye ligi. Kwa maana ukiangalia mechi ambazo Palmer hajacheza na za ligi, wanafifia kidogo. Na wakati ambapo Palmer ameweza kupata jeraha, ambapo akiwafanyia hivi, Chelsea sasa hivi wanahisi baridi bila yeye. Wanasikia baridi. Wanajua kwamba yule ndio game changer. Ambaye pale Jackson akiwa anajua ako na bao Palmer akiwa ndani. Endapo sasa kama yuko, itabidi sasa wametafuta kiungo mwingine ambaye ataweza kushikilia ile nafasi yake. Kwa maana ya kupata ujuzi kama ule wa Palmer ni vigumu sana kwenye kikosi cha Chelsea. Kwa maana ukiangalia kama Joao Felix, yeye anajua yeye ku attack peke yake. Ukiangalia Palmer, yeye ako kwote. Yeye ndio ambaye anachangia pale pakubwa. Kwa maana tukiangalia sasa hii mechi, pia Arsenal wana makasiriko. Wamepigwa mechi 3 mfululizo bila kushinda. Na kwa sasa watakuja kwa wamejitahidi vibaya sana. Kwa maana sasa yule Martin Odegaard wao ameweza kurejea. Na kwa maana sasa ameweza kurejea, basi hawana budi ila sasa ni kupambana kivyao. Waweza kuonyorosha the Blues. Ni either tujue ni Gunners watagan ama ni the Blues to wabaki tu. Sawa. Kwa hivyo unabashiri wako? Ubashiri tuweke 2-1. 2-1. Ubashiri wako Jennifer? 2-0 kwa faida ya nani? Chelsea kichwa. Kwa Chelsea watashinda 2-0 Sawa. Naomba tuweze kuangalia mechi za Europa zitakuwa zinachezwa leo hii, Europa na Conference League. Na Europa kutakuwa na kuna mechi nyingi, but naomba tuweze kuangazia mechi ya kati ya Man United na PAOK ya Ugiriki. Hivi ubashiri wenu ni upi? Tukianza na Jennifer. Maana muda wetu naona haupo nasi, kwa haraka kidogo. Sasa kulingana na vile Man United wanacheza, kuna uwezekano wanaweza chapwa. Wasipotia bidii, waende kucheza huko. Atapoteza. Kwa hivyo unasema PAOK watashinda. Bwana Joshua Kasisi. Leo tulikuwa siku ya Manchester United kuvuna. Kwa hivyo kwa niaba ya mwekezaji, Manchester United over 2.5. Kwa hivyo Manchester kuna uwezo mkubwa na mabao atakuwa kama Mane, kwa sababu tunangojea hati kutoka kwa daktari. Sawa. Dr. Marcus Rashford. Bwana Daniel. Mimi naipa United ushindi.
kwa maana sasa hivi wameweza kubadili mchezo kupitia Ruud van Nistelrooy. Naam. Ukiangalia tangia aliposhikilia tangu Erik ten Hag aweze kuondoka. Naam. Waliweza kupiga Leicester mabao 5-2. Chelsea kutoka sare. Naam. Sasa hii ni mechi yake ya 3. Naam. Na mimi kuangalia katika ule mchezo ambao ameweza kubadilisha hadi wakati mashabiki wanaanza kutazama ule mchezo, tunaona kuna vile ambavyo hadi wachezaji wenyewe wana furaha. Wana furaha, ukiangalia hata kama waliweza kupata sare kupitia ile ya Chelsea walitoka na furaha. Na kwa maana sasa pia wanaenda kule Europa na wanajua hakuna mechi ambayo wameweza kupoteza na pia hawajaweza kushinda. Zote wameweza kutoka sare. Basi hii mechi ya leo hawana budi ni kuibuka kwa ushindi. Na wapa mabao 5-0. 5-0. Ndio. Sawa. Juu kwa sababu ya muda naomba muweze kutueleza, labda mtazamaji akitaka kukupata ama kukufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Jennifer, kwa dakika moja tafadhali. Maana mwelekezi wangu ananiambia muda wetu upo nasi. Mtazamaji akitaka kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza nipata kwa kupitia nambari ya simu. Naomba uweze kutupa nini? Uko na nini kwenye mitandao ya kijamii? Upo kwenye mitandao. Kasisi wa soka? Kila mahali, Josh Production, Facebook, X, Instagram, Josh Production, kila mahali. Naam. Bwana Daniel? Mtanipata pale Daniel Michael. Naam. Kwenye Facebook ni Daniel Michael, YouTube pale tutapata ndio inaitwa NK Sports, ambapo tunawekelea zile michezo zote ambazo zinaendelea Kenya za Kenya. Naam. Asanteni sana wenzangu kwa kuja katika session ya leo ama katika sehemu ya leo. Na asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Naona muda hupo nasi hadi kesho wakati na muda kama wa leo. Nimekuwa wako Nicholas Biwott, ama ukipenda Nick B ama ukipenda Coaches. Zidi kuwa na utazamaji mwema wa vipindi vyetu. Asante.